nguvu za kiume zinauliwa na wanawake, kwa sababu huyu mwanamume ambaye unasema hana nguvu za kiume, akimpata house girl anamshughulikia vizuri sana. Kama jengo, kuna kibabu kimoja mimi niliwahi kukaa nacho, Mwenyezi Mungu amhifadhi na msamehe makosa yake, ni mgonjwa sasa hivi na Mwenyezi Mungu amponyeshe maradhi yake. Ananiambia, Muhammad, usinione hivi mimi nikikupa historia yangu utalia. Akanielezea mengi, ananiambia katika hayo, ili nikilikumbuka nalia sana, lakini nalitaja hapa bila ya kumtaja yeye ili watu wapate mafunzo katika hili tunalozungumza. Ananiambia, mimi nimekaa na mke wangu, kila nikitaka kustarehe na mke wangu siwezi. Ndani ya nyumba kuna mwanamke wa kibara mule, asema ikanjia ule uibilisi, hebu njaribu kweli, bado hisia nazo, mgonjwa mimi au vipi? Ananiambia, wallahi billahi taala, siku ya kwanza niliponyatia nikaingia katika chumba chake, mwanamke yule kashtuka, ananiambia fuba mdomo bwana, yukaleta aibu. Nini? Ni bosi wake yule ndani ya ile nyumba. Asema nikazungumza naye pale, asema sikufanya naye machafu siku ile, lakini the way nilivyomuona alivovaa zile nguo, mimi nikajikuta nimesimamisha maumbile. Kitu hicho mimi sikipati kwa muda mrefu nikiwa ndani kwa mke wangu. Ikawa tayari nishapata jawabu, mimi si mgonjwa, mimi ni mzima. Asema hilo likanitia ubilisi mpaka baadaye nikafanya naye machafu ule mwanamke, Mwenyezi Mungu amsamehe. Sasa utakuta watu hulilia humu kwamba hawana nguvu za kiume. Yaani wanaibiwa misikitini humu dawa za nguvu za kiume. Kila unayemsikia sasa hivi anauza dawa za nguvu za kiume. My friend, sikiza maneno. Nguvu za kiume zinauliwa na wanawake wenyewe, kwa sababu huyu mwanamume ambaye unasema hana nguvu za kiume, huyu akimpata house girl anamshughulikia vizuri sana.